mbele kwenye kombe la shirikisho? Unajua Simba unapozungumzia swala la kutafuta nafasi mbili kwenye group ya Confederation Cup haipaswi kuwa mjadala. Hata kama wangekuwa wamepangwa na Zamalek, Berkane, kama ingekuwa inawezekana hivyo. Wao Simba labda si tumtafute na Mwarabu mwingine unayemjua pale tuweke. Lakini bado Simba walikuwa wanatakiwa kutoka kwenye hilo group. Kwanza ambacho unapaswa kukumbuka, record nafikiri imeandikwa ambayo nafikiri haijazungumzwa sana kwa sababu na Simba nao wakiwa na zile record zao hawazizungumzi sana. Kwenye seed ya first rank team, yani timu ya namba moja kwenye group, Simba imekuwa timu ya kwanza kwa Tanzania, kwa timu ya kwanza kuwekwa namba moja kwenye group, si ndio? Kwenye zile pots. Hatujawahi na timu ya hivyo sisi hapa. Safari hii umeona tumekuwa na kitu kikubwa sana. Wakati Simba iko namba moja, Yanga kwenye Champions League wamekuwa kwenye pot 2. Kwa ni jambo kubwa la kujivunia. Tuanze na Simba wao kwa hatua hiyo waliopiga, lakini na Yanga nao kuingia kwenye pot 2, ingawa tunaambiwa kwamba wameingia kwenye pot 2 kwa sababu timu nyingi zimeporomoka. Haijalishi, lakini bado Yanga wapo kwenye pot 2. Kwa kuwa kwenye pot 1 maana yake wewe kutoka kwenye group ni lazima. Kwa hiyo kama wako Bravo, kama wako nani Constantine pamoja na wote hawa Sfaxien hawamzuii Simba kutoka kwenye ile group. Kwa hii au huu ni mtihani kwa wachezaji wa Simba. Wanapaswa kujua kutoka kwenye group kwenda kwenye mtoano kwa Simba sio mjadala, na itakuwa vizuri zaidi kama wakitoka wakiwa kwenye nafasi ya kwanza. Kama itatokea wameteleza bahati mbaya, basi kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo wajipange kadri wanavyoweza waende. Mjadala ni kwamba watachezaje, nini wakifanye, maandalizi yatakuwa vipi, lakini kutoka kwenye group haipaswi kuwa mjadala kwa Simba. Simba haipaswi kuishia kabla group stage, Simba haipaswi kuishia group stage kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Na ninaamini wana uwezo huo kama watajipanga na wataendelea kufanya baadhi ya marekebisho ya makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya au kujiboresha kama ambavyo tumeona kwenye mechi baadhi ya shirikisho pamoja na mechi za ligi. Wale ambao wanaamini kwamba Simba safari yake imeishia ukingoni, unaenda kwambia kama wanaamini hivyo sawa. Unajua kwenye mpira mimi ndio napenda hivyo. Kila mmoja ana haki ya kuamini kila linalowezekana. Kama wanaamini hivyo sawa, lakini ni kazi ya Simba kuprove kwamba wanapaswa kutoka hapa. Kwanza kihaki sisi hatupaswi kubakiza hata timu moja kwenye hatua ya group stage. Itakuwa raha sana au itapendeza sana kama timu zetu zote zitaenda kwenye hatua ya mtoano, kwa maana ya Simba kwenye shirikisho na Yanga kwenye Champions League. Ona ni changanya, unasema klabu bingwa ambayo imeshafutwa. Sasa hivi tuna CAF Champions League. Kwa hiyo imefutwa. Klabu bingwa haipo. Klabu bingwa Ulaya, klabu bingwa Afrika zote hazipo. Sasa hivi kuna ligi ya mabingwa. CAF Champions League ni ligi ya mabingwa ambayo ya CAF ya Afrika na ya UEFA ambayo ni ya Ulaya. Kwa klabu bingwa Ulaya walishatoa na klabu bingwa Afrika zote zishasema wewe unajua tena. Yes, of course ni kuna hali nzuri, ukianza ile inakuwa shida kidogo. Yes. Tuangalie Yanga ambao wao hapo kwenye Champions hiyo ligi ya mabingwa. Kabla hujaenda kwenye Yanga hali, nitaka nikukumbushe kuhusiana na Simba. Nimesema ni lazima watoke Simba robo finali. Lakini lazima niwakumbushe ugumu ulio ndani wa hili group. Wanakutana na timu mbili za Afrika Kaskazini. Sfaxien ndio mabingwa mara nyingi zaidi wa kombe la shirikisho. Wanatoka Tunisia na hawako pale Tunisia, wako pembeni kidogo. Ni timu ambayo wanajua wafanye nini wanapokuwa kwenye hatua ya group stage. Unajua unapokuwa bingwa mara nyingi zaidi, maana yake ulijuaje? Ulikuwa unajua namna ya kutoka kwenye group stage mara nyingi, unajua namna ya kufanya kwenye hatua ya mtoano. Lakini kuna Constantine, ni timu ambayo Algeria sasa hivi soka la Algeria linazidi kupanda kwa haraka sana. Wanarudi kwenye ile level yao baada ya kuwa wamepotea kwa muda mrefu. Kwa maana yake unapocheza na timu ya Algeria, kwanza ni lazima utarajie ushindani mkubwa, lakini unakwenda kaskazini. Katika kitu ambacho Simba kinawapa ugumu zaidi, wanakwenda mara mbili kaskazini mwa Afrika. Sio jambo dogo. Na mara nyingi safari za kaskazini zinataka arrangement ya mapema, wajipange kwenda mapema, wajipange vitu vingi kwa mapema, kwa sababu kwanza hata connections za ndege zenyewe zinakuwa zina ugumu. Lakini unajua mazingira ya kucheza kwa Arabu. Kama juzi mimi nilikuwa Libya, nimeona ile hype ya Libya jinsi ilivyokuwa. Utaipata hype hiyo kutoka kwa Constantine, uipate hype hiyo kutoka kwa Sfaxien. Maana yake ni pressure. Na wachezaji baadhi ya Simba bado hawajazoea hii. Kwa hiyo wanapaswa watumie reference ya Libya kupambana kuhakikisha wanatoka salama kaskazini. Tayari Simba na kikosi hiki kimeshatoka salama kaskazini.
Hata timu walioitoa ni ya kaskazini, Libya na wenyewe wamerudi na uliona ushindani waliotoa Ahli Tripoli. Kwa maana yake ni kazi sasa ya Simba kutumia ile kama reference kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mechi hizi mbili za Waarabu ambazo zitakuwa ngumu ugenini, lakini zitakuwa hata kuwa ngumu hapa nyumbani. Kama unavyoona Waarabu hata wakija kwako mpira watacheza. Bravos sio wa kuwadharau. Wao wameshapata test ya Tanzania kwa sababu wameshacheza dhidi ya Coast. Wanajua Tanzania kukoje, namna ya kufika. Unajua kwenye timu sio uwanjani peke yake, unapokwenda kuiona timu inacheza tu. Timu unaanzia inavyoanza kusafiri, itakapofika hapa. Kwa hiyo wanajua hali ya hewa Tanzania ikoje, atmosphere Tanzania ikoje. Itakuwa tofauti Simba na Coast, kwa sababu Simba ni kubwa kuliko Coast, lakini bado wao kuna baadhi ya vitu wamesha kama do and don'ts watakuwa wameshavijua, ambao hii maana yake itawasaidia na wao kuwa imara kwa upande wao. Kwa hiyo sio kuwadharau pia kusema kwamba tutapambana na Waarabu afu kutajichukulia point. Bado na kwenyewe kutakuwa kuna ushindani, lakini mwisho ya yote niliyozungumza, Simba hawapaswi kubakia group stage. Kwa upande wa Young Africans